Rais, first nataka kukaribisha wewe sana katika kaunti yetu ya Migori na hasa Suna East. This is a very blessed county, Your Excellency. This is a county that has many things. It has sugarcane, it has maize, it has gold, it has fish, it has everything that God can give to human beings. We want to empower our people so that they can harness those things God has given them, Your Excellency. Your Excellency, hii county yetu ni county ambaye umejaribu sasa the last 1 year kuhakikisha ya kwamba tupate maendeleo. Kwa sababu this is your second time that you have decided to come to this constituency, especially since you became president. The last time we saw a president in this constituency, Your Excellency, was Kibaki. He came here one day. I don't know, there was a problem with Migingo, I think. Akapitia tu, tukakula lunch hapa na ikakuishia namna hiyo. Hatukuona president mara nyingine. President Uhuru akakuja hapa, tukavurutana kidogo hapa, viatu ikatupwa, ikaenda namna hiyo hiyo pia. Tukamalizana namna hiyo. But now you have decided to make Migori as part of the counties that you visit regularly. We are very grateful for that. Your Excellency, this country can develop only when people share things equally, when there is equity. The problem that we are suffering from this country nowadays are people who have become clever over a sudden. Watu ambayo wamerofuka sasa. Sasa saa hii tunataka kuleta maendeleo area yetu. Tunataka budget tusaidiwe ya kutengeneza barabara, kutengeneza maji, kutengeneza stima. Mimi nasikia kwa bunge former chairman ya budget, kabla Atandi hajakuwa chairman, anaongea. Anasema, oh, our debt ratio, debt to GDP is very high. We don't have money now. Wakati yeye alikuwa chairman ya budget, there was no stories like that. Alikuwa anaweka kila kitu pali moja. This country has been borrowing 50 years. For the last 50 years, this country has been borrowing to develop one region. Na sisi yote tunalipa hiyo deni. Watu wanalipa hapa ushuru, watu wa Migori pia. Hiyo ushuru ikorogotwa inalipa deni ambayo inasaidia area moja huko chini. Ama ni juu. Sijui hata ni juu ama chini. Saa hii ndio sasa sisi tumekuja, tunasema barabara yetu ni mbaya, barabara yetu itengenezwe, na nimeona utazungumza wewe mwenyewe hapa. You have captured all the roads we proposed to you in the budget of 2025-2026. Sitaki kusema hiyo ni budget yako. Lakini ile kitu imenishangaza, former chairman ya budget sasa anakuja anasema GDP ratio to sijui debt ratio. Mimi sitaki kusikia hiyo maneno. I don't want to know GDP, I don't want to know debt ratios. Mimi nataka barabara hapa Migori. Hiyo maneno, hiyo story peleka pale nyingine. Your Excellency, hii nchi can only become one and cohesive when everyone gets their fair share. We don't want to take anybody's share the way Dr. Buru said one time. We want to take our own share. Hata kama ni 0.1%, hiyo ndio share yetu. Na zamani unakumbuka mtu ya shares alikuwa ametenga sisi. Mimi nashangaa. Saa hii nimeona picha nyingine last week. Watu wamepiga picha wanasema ati audacity of hope. New dawn. Sasa Rigathi Gachagua ndio new dawn in Kenya. Jamani bwana. Unajua saa ingine mimi nataka hata Yesu arudi haraka. Sasa ati wanapiga picha ati audacity of hope, ati new dawn. Nikaangalia picha namna hii, naona Martha Karua, naona Rigathi Gachagua, naona Mukisa Kitui, naona inaitwa nani ile mwingine ile Chris Wamalwa, no, Eugene Wamalwa. Naona watu tumetembea nao miaka mingi mpaka tukanyoroshwa tukalia pamoja ati new hope, new dawn. Unajua sasa tangu mzee Ojwanga kufe, vitimbi sasa imeenda kwa wanasiasa. Sasa hii ni vitimbi sasa hii. Your Excellency, the country is more serious than those jokes. Very serious. Because these people you are seeing here today, they have gathered here today, some of them almost slept here last night to come and meet their president. So that they can interact with him, so that they can listen to him, so that he can tell them what plans and what programs he has for them. Watu wanaenda sasa sherehe
wanatembea na magari sijui ngapi, wanafanya sijui muziki kila jana. I was watching kitimbingine hapa Kisii. Sasa mimi nilikuwa nafikiri wananchi wataambiwa what they are going to do for them, what hope they have for them. Wanaenda ku launch Ruto must go. That one you don't need any launching. Unaweza sema tukiwa Nairobi kwa microphone, watu wameshasema paka wamechoka. Wamesema Moi must go. Nilikuwa primary school. Uhuru, sisi tulisema Uhuru must go, amemaliza miaka yake 10. Si Uhuru must go. Sasa ndugu yangu, let us look for something else. That one is not working. And you know, must go is normally popular. Must go in Kenya is very popular when the president is not coming from certain region. Hata mimi sasa ukiniwachia ikiti watasema Junet must go. Sasa hii must go ni mambo tu ya story, tuendelee na kasi. This broad-based government of you, that you have formed, Your Excellency, sisi kama watu ya ODM, hapa Your Excellency watu ni ODM. Mtu asikudanganye, haiko chama kingine hapa. Ama mimi nasema uongo? Ama mimi nasema uongo? On that one, I am clear as day and light, Mr. Speaker. I mean, Your Excellency, Mr. President. Sisi tulisaini na wewe MOU hapo KICC. Mambo 10 ya kulete wa Kenya pamoja. And we will stick by that. I will stick. And those people in ODM sometimes who go overboard, sangine hata wanataka kutusi wewe, I will remind them, one of the MOU conditions, there was nothing like abusing government or president. Hiyo haikuwa kio kwa 10. Hiyo ni MOU yao. Ile yetu ambaye party leader alisign na wewe Raila Amolo Odinga ni mambo ya devolution, mambo ya constitutionalism, mambo ya equity, mambo ya kuleta unity ya Wakenya. And this issue of now constitution, I have seen people talking so much about the constitution and rule of law. The other day, as part of your program ya kuchukua experts from ODM, you took one of our best experts, one of our best scholars, a Harvard University professor, Professor Makau Mutua. If you do not want to run this country through the constitution, through the rule of law, there is no president who will pick Makau Mutua as his advisor on constitutionalism. That is a proof that President William Ruto wants to run this country through the constitution and through the rule of law. Otherwise, angechukua lawyer yote jiwakali hapa town. He took Makau from ODM because he really wants this country to remain united and to be run through the constitution and the rule of law. So, as we know where we are, we know where we are going. The only thing I want to tell you is that let's remain united as a country. Kenya is a multi-party democracy, Your Excellency. Parties have dominance everywhere. UDA is dominant in Kiambu, in Kericho, in Murang'a. ODM is dominant in Migori, Homa Bay. Let us do collaboration and cooperation. Let us not do competition, because we are in broad-based together, Your Excellency. We want to be together under the broad-based without any competition. We want to collaborate and cooperate, Your Excellency. So, Your Excellency, let us not bring competition ambayo haina maana. Because our agenda is bigger than politics. We want to change the lives of our people. That is what you have made up your mind about. You sat down with us as ODM, you told us, this is a second chance. This is an opportunity you people have. When the Gen Zs happened, people thought that the country is running, is collapsing. But kumbe, some storms come to open new paths, not to destroy. That storm came to unite the country. And people who have been disenfranchised for the last 60 years found themselves on the table of government so that they can get their fair share, Your Excellency. So, Your Excellency, nimesikia tajusi, former president anasema, ati kulikuwa na Moi, hakukuwa anaogopa vijana, kulikuwa na Kibaki, kuna wengine sasa hivi hata yeye aliogopa vijana, ndio maana alifanya handshake 2017. Asidanganya watu. Watu walipigana hapo, tulitoka airport. Tulikaribisha baba kutoka airport, tukapita airport, tukapita Mombasa Road, tukapita Landis Road. Watu walipigwa hapo, watu walikula risasi, watu wetu walikufa sana. Tusirudishwe nyuma kukumbuka vitu zingine. Ndio maana akatafuta baba kufanya handshake. Sasa anasema yeye mwenyewe alikuwa anaogopa watu sisi kama kuku. Naogopa. So, Your Excellency, sisi hatutaki maneno hiyo. Sasa Kenya imesonga mbele. We never thought we are going to have our people running the treasury like Mbadi,
Opio Wandai running energy, PS is interior. Now you have really made sure that this part of the country has the space to help their people through your leadership, Your Excellency. So, and ODM as a party will support you in the 10 agenda that we have agreed upon. We will support all your legislative agenda in Parliament to make sure that the lives of the people of this country's lives have changed. And we are not trying to sideline or to segregate any part of the country. If you look at the cabinet today, it has everyone from Kenya, from northern Kenya to western Kenya to Nyanza to Mount Kenya to Nairobi. Everybody is in the cabinet. The people who are complaining are the people who don't want others to be there. Wanataka watu wakae wafungiwe nje. Mnakubali tufungiwe nje? Kwa kumalizia, Your Excellency, hii prayer tumefanya leo, hii sio ya mwisho. Hata next year saa kama hii. Siku hizi unaishi hapa Kilgoris sio mbali. So tutarudi, tutabadilisha tu venue, lakini maombi ni hii tu. And we shall keep on preaching God of second chance. That the bishops, God will give them life and they will stay, God willing, so that they can preach for us the way they did today, so that you come back here, Your Excellency, so that we can unite our country. And nimelete pia salamu ya baba Raila Amolo Odinga. Niliongea na yeye jana. Alisema tukaribishe rais kwa fujo na nderemo na vifijo. Amesema tukue watu ambao wanapenda amani na tufanye kazi pamoja under the broad-based government. Your Excellency, finally hii shule. Hii unajua wanasema mgeni njoo mwenyeji apone. Hii shule yetu hapa, Your Excellency, kuna shule mbili. Kuna hii Kadika Primary School na hii Kadika Secondary School. Hii Kadika Primary School, this is my primary school, Your Excellency. Mimi naishi hapa tu karibu. Your Excellency, unajua mimi ni muujiza ya Mungu. Kwa sababu mimi nimechagulia hapa sasa miaka mingi. Nimekuwa hata mayor ya hii town hapa pale tunakaa. Na mimi naomba watu kwa kanisa, mimi sio Mkristo, wale wananipigia kura ni Wakristo, wale wananichagua ni Wakristo. Sasa tunafanya pamoja, tunajenga kanisa pamoja. Waislamu wamefanya harambee juzi huko Nairobi. Walirogota, walikuwa wanajenga misikiti, nafikiri walirogota 120 million. Na sisi tukitaka kuchangia kanisa yetu, watu wanapiga kelele. Hapa ndio tuko tunataka kujenga makanisa, Your Excellency. Ile wale pale watu wamekataa pesa yote lete hapa. Tunataka kujenga kanisa hapa. Kama kanisa ingine imetosheka, wamejenga kanisa yote paka wamemaliza, kuna zingine hapa ambaye hajamalizika, ambaye bado wanahitaji usaidizi. Ni kweli ama uongo? Na pesa ya mtu ya siasa iko kwa mfuko yake ili ikuliwa na wananchi, sio kuweka kwake. So, Your Excellency, mambo ya kutishwa ati unasanyia pesa kanisa, wewe ni Mkristo. Sasa unataka uende pali gani? Hii wakina Osoro yote hao wenzangu yote ni Wakristo. Wanaenda kila Jumapili kwa kanisa. Sasa kama kanisa inafuja, inatoa maji na hapa ni minanyesha mvua sana, tutasema hatuwezi kuchangia kanisa. Watu wamekataa. Hiyo sio kanisa area hii. Hiyo sio kanisa area. Hii ni kanisa area zingine. Na wanajua kwa nini wanafanya namna hiyo. So hapa, Your Excellency, kuna kanisa 52 wamekuja pamoja kama Suna East, wanaomba usaidizi. Mimi nilitengeneza kamati huko Nairobi 2 weeks ago. Nimesanya kidogo kwa wabunge wenzangu. Nimesanya, hata nilienda kwa deputy president yako. Hata baba amenituma na ujumbe yake, niko naye. Sasa wewe nataka nitatangaza wale ambao wamekio committee wamenichangia. Sasa, Your Excellency, wewe ni Mkristo. Hata ukibadilika uingie Waislamu bado utasanya tu. So nikisoma hiyo wamenisanyia pesa mzuri sana. Sasa utaongeza yako na isikuwe kidogo. Your Excellency, isikuwe kidogo. Tafadhali. So, Your Excellency, hii shule hapa wanajenga multipurpose hall kubwa sana. Ambaye iko na dining hall, iko na ofisi juu. Unajua hapa kwetu, Your Excellency, hatujengi vitu ndogo ndogo. Hapa ni vitu ni kubwa.
So wanahitaji 100 and something, sio 1,000 million, Your Excellency. Hapa primary school wanajenga vitu vingine, resource learning center kubwa, wanahitaji around 30 million. Hiyo pesa kidogo hiyo. So Your Excellency, ukikuja tafadhali uandike pale, usinisahau. Unajua ukiwacha tu mimi namna hii, wanaweza sema umetuacha namna gani, na nitashinda kujibu. Saa ile umeenda, nitabaki hapa peke yangu na halaiki ya watu. Naomba unikumbuke Your Excellency. So kwa hiyo machache Your Excellency, sasa nataka kumalizia kwa kusema Your Excellency, that we are very firm on what we have agreed upon, and we are very firm to take our country forward, and we are very firm to support the broad-based government. With those few remarks now, I want to call the area senator. He's a very short man, but